Wino uliopotea. Kijijini mwanzo kulikuwa na kijana anayeitwa Kito. Jina lake lilikuwa na maana ya jiwe la thamani, na kweli alikuwa na kipaji adimu, uwezo wa kusuka maneno na kuyageuza kuwa hadithi hai. Kila usiku kwa nuru ya chemli, Kito angeandika. Hadithi zake zilikuwa zikijaa mashujaa jasiri, mapenzi ya kusisimua na hekima za kale. Kila mtu kijijini alimtabiria makubwa, wakiamini kuwa siku moja Kito angekuwa mwandishi maarufu, akieneza simulizi za mwanzo ulimwenguni kote. Wakati mmoja, Kito aliandika riwaya fupi kuhusu historia ya kijiji chao na kiongozi wao shupavu. Aliamini hii itakuwa tiketi yake ya kwanza kuelekea ulimwengu wa waandishi. Kwa shauku kubwa, alimpelekea mzee wa kijiji, akitarajia pongezi na baraka. Lakini badala yake, mzee wa kijiji, akiwa na hofu ya mabadiliko na wivu wa siri, alimshutumu Kito kwa kueneza uongo na kuvuruga amani ya kijiji. Mwandiko wake ulitafsiriwa vibaya na ghafla kipaji chake kikaonekana kama tishio. Kitabu chake cha kwanza kilichomwaga damu kiliunguzwa hadharani, na kwa amri ya wazee, Kito alikatazwa kuandika tena. Kalamu yake ilinyang'anywa, daftari zake zikateketezwa. Machozi yalimlenga Kito. Ndoto zake zilianza kufifia kama wino unaofutika. Alihisi wino wake umekauka, roho yake imevunjika na kipaji chake kimekufa mikononi mwa wale aliowaheshimu. Kijana aliyejaa matumaini sasa alikuwa kivuli cha yule Kito wa zamani, akitembea na mzigo wa ndoto zilizokufa.